Na wasalimu tena mara nyingine kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Nabii Alois Barikiwa ama Pastor Alois kutoka kanisa la Power of God Barikiwa Church pale Choka. Nataka kufika kanisa letu, ukienda town unachukua matatu namba 39 ya kupita Kabundo Road. Pale ukifika Choka Karao Stage utapiga hiyo namba ya simu iko hapo katika screen yako na Mungu atakubariki. Mara nyingine nashukuru sana watazamaji wangu katika barua mlioandika pamoja na kunena na mimi kueleza ya kwamba nisirudi nyuma niweze kuwasaidia kwa maombi. Wale waliotoa ushuhuda pia nasema ni asante sana. Wengi walisema wamefanikiwa katika ile habari nilitoa wakati ambao last Saturday. Leo hii nimesimama tena kutangaza ya kwamba Yesu ni Bwana na Yesu ni mshindi katika maisha yetu. Hakuna ile ambayo inaweza kushinda Yesu Kristo tukiamini. Mimi nimetazama kazi ya Bwana. Nimeona mangumu na makubwa ambao Bwana ametenda katika maisha yangu. Nataka tuingie katika maandiko. Kabla tutaingia katika maandiko, ningependa nikwambia kwamba jiandaa kwa maombi ambao tunaenda kuomba. Kwa sababu maombi ambao tunaenda kuomba ni maombi ya unabii. Nataka tufanye unabii leo, niweze kutabiria watu wawili watatu, niweze kusaidia katika maombi kwa sababu kazi yangu ni kazi ya unabii. Mimi niliitwa kama nabii, nilikuwa nateseka kule nilipokuwa mdogo, nilikuwa nateseka katika magonjwa kumu na kichwa, magonjwa ya kuona masitani usiku, na Mungu wetu wa baraka akaweza kuniokoa katika ile giza, na sasa hivi nashukuru sana. Yesu ni Bwana. Kwa hivyo ningependa nikwambia kwamba jiandae katika maombi ambao tutaomba. Je, leo tutatumia kitambaa handkerchief yako. Chukua handkerchief yako weke tayari kwa sababu hiyo ndio tutatumia siku ya leo kwa maombi. Hiyo handkerchief itasaidia sana kwa mgonjwa, hata wewe kama kuna mahali ambayo inakuuma. Hiyo ndio tutatumia baada ya kuomba na Mungu atakubariki. Wacha tusome kitabu katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Kitabu cha Matendo ya Mitume 3 inanena juu ya watumishi wa Mungu wale Yesu Kristo aliwawacha. Ni watume wa Yesu Kristo ambao Yesu Kristo aliwawacha. Ndipo nasoma kitabu. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwenda pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumbo ya mamake alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliwaomba apewe sadaka, na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wake wa kiume, akamuinua, mara nyayo zake na vifungo vya miguu zake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akisimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu. Tuseme Bwana asifiwe mahali ambapo yupo mtazamaji wangu. Nashukuru sana kwa kunisikiza vizuri. Na kabla sijaongea ndani ya injili sana, nataka tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimesimama mbele yako Bwana kama chombo. Nitumie Yesu Kristo kuokoa watu wako. Nitumie Yesu Kristo Bwana kunena injili inayofaa mbele yako. Kwa sababu wewe ni Mungu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Mtazamaji wangu, nashukuru sana. Tena nashukuru sana mahali umeketi unatazama TV, nimeshukuru sana. Maandiko yanatueleza kwamba kunakuwa na mtu mmoja alikuwa kiwete tangu azaliwe. Alikuwa na miguu lakini miguu yake haimsaidii. Alikuwa na miguu lakini hawezi tembea. Akawa kiwete, hawezi kufanya chochote. Lakini kile kinanifurahisha sana katika maisha yangu, wala nikisoma hiki kitabu inatueleza kwamba huyu mtu hakuenda kwa street kuenda kuomba watu. Huyu mtu hakuenda kilabuni kwenda kuomba mtu ama kwenda kuomba msaada kwa watu. Lakini huyu mtu alichagua apelekwe pale mbele ya hekalu. Kwa nini alikuwa anawekwa mbele ya hekalu? Angeweza kuingia ndani ya hekalu. Kuna jambo moja ambalo ungeelewa. Katika sheria ya Kiyahudi ya kitambo, ilikuwa inasema kwamba mtu akawa na alama fulani ama mtu akawa kilema hawezi ingia ndani ya hekalu.
Hivyo ndivyo alikuwa anachukuliwa, anawekwa pale nje ili asiingie ndani ya hekalu. Na huyu mtu alikuwa anampenda Mungu sana sana sana. Sasa alikuwa amezidi kuomba watu sadaka saa yote. Anaomba watu sadaka, kuomba watu msaada waweze kumsaidia kwa sababu ni kiwete. Na alipoona Petro Yohana, siku zako ikifika imefika ya kusaidika. Sijui huyo mtu alikuwa anaomba mahali alipokuwa anakaa pale kwa mlango, itwaye mlango mzuri, kwa sababu wakati ambao watu naomba pale hawezi nyamaza. Pengine huyo mtu alipokuwa ameketi pale alikuwa anatamani kuingia ndani. Na wakati aliposikia Petro Yohana ndio huyu ameeleza kwamba hawana fedha wala dhahabu, lakini kuna ile wanayo. Hawana fedha wala dhahabu, lakini kuna ile ambao kunayo. Ile wako ni jina la Yesu Kristo. Nataka mtazamaji wangu, nataka nikueleze kitu kimoja. Ile ninayo mimi ambayo imenatengeneza nikao hivi ni jina la Yesu Kristo. Jina iliyo na nguvu. Jina ukitazama hiyo jina, wala ukisikia hiyo jina na ukiguza hiyo jina, maisha yako itabadilika. Wacha tuseme amen mahali ambapo yuko. Niko na hakika ya kwamba unanielewa vizuri sana. Wakati Petro Yohana waliomba sadaka, walichukua ile wanayo. Mimi pia mahali ambapo yuko, pengine unataka nikusaidie kwa kitu fulani. Mimi ile ninayo, in the mighty name of Jesus Christ. Lazima utabarikiwa leo. Hata kama kuna kitu gani kinakusumbua, Jehova ananieleza kama nabii ya kwamba atakuokoa leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu wakati huyu mwanaume alikuwa ameamini, alikuwa anataka apatiwe sadaka na akasikia hilo jina, in the mighty name of Jesus Christ, stand up and walk. Alikuwa tayari kubarikiwa. Je, uko tayari? Nimekueleza kwamba weka kitambaa yako chini. Weka mahali ambapo inaofaa, karibu na meza mahali umekaa, kwa sababu utaenda kuombea hiyo kitambaa, na hiyo kitambaa itakuinua chini hata ejalizi ya kwamba umekaa mgonjwa muda gani. Maana tunasema ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu alikuwa kiwete kutoka katika tumbo ya mamake na angeweza kutembea, lakini wakati ambao jina la Yesu litajwa, aliweza kupata nguvu na kuamka. Aliweza kupata nguvu na kuamka na kusema ya kwamba mimi siku yangu imefika. Je, naenda kuita jina la Yesu Kristo. Naenda kukuitia jina la Yesu Kristo. Jina iliyo na nguvu. Jina iliyo bora. Jina ambayo imeponya watu wengi. Hata mimi ni mmoja ambao niliponywa na hiyo jina. Walipoita jina la Yesu Kristo, nilipolala kitandani mwangu, nilistukia magonjwa yakanitoroka. Masida iliyokuwa ndani yangu ikaanza kuondoka. Sida zote iliyokuwa maisha yangu ikaanza kuondoka wakati jina iliitwa. Hilo jina ikitajwa, jina inaokoa, jina inabariki. Jina hilo ya Yesu Kristo imefanya makubwa. Huyo mwanaume ilipoitwa jina la Yesu Kristo, alijaribu kuamka. Alijaribu kuamka akashindwa. Alijaribu kuamka kwa sababu miguu haikuwa na nguvu. Na Petro na Yohana wakamuona kama vile anataka kuamka lakini hana nguvu ya kuamka. Wakaenda wakashika mikono yake ili wamuinue. Niko hapa kwa sababu ya kukuinua. Wapi umefinyiliwa? Ni wapi umefinyiliwa? Umefungua biashara muda mrefu na inaanguka chini, iwezi kukusaidia. Uko na watoto lakini umekutoroka, hawawezi kukusaidia. Uko na shamba lakini unapopanda mbegu yoyote haiwezi kutoa mazao. Nini ambao unayo na haiwezi kukusaidia? Niko hapa kukueleza ya kwamba jina ninalobeba mimi, jina ya yule aliyeniokoa kwa shida, inaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu pekee. Leo atakuinua. Leo itakutoa kwa shida. Leo itaondoa magonjwa. Leo itaondoa visirani. Hata kama pengine walikuchukua jina yako, waliweka kwa nyungu na kuambia kuanzia leo itatolewa. In the mighty name of Jesus. Bora tuamini ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yako. Ule kiwete alikubali, akasema ya kwamba kama ni Yesu Kristo mimi nitaamka. Inamaanisha ya kwamba alikuwa anajua ya kwamba hilo jina inaponya watu. Lakini hakuna yule alikuja kutaja hiyo jina. Kwa sababu wakati huo ilikuwa ni ngumu sana kutaja jina la Yesu Kristo. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu ukitaja hiyo jina ni kama unakimbizwa, unapigwa. Akina Petro, kina wengi waligongwa, walipigwa, walifanywa vituko vyote kwa sababu hilo jina haikuwa ni ukweli itajwe ama itajwe mbele ya watu. Lakini huyu kiwete aliposikia hiyo jina akasema, leo nimepata nafasi vizuri. Leo ningependa nikwambie ya kwamba nataka nitaje hiyo jina katika shida ambayo inakushika. Pengine mtoto wako anataka kusoma lakini amekosa school fee. Hiyo jina itakubariki kutoka siku leo. Hiyo jina itapeana pesa. Hiyo jina itafanya njia zako zifunguke. Hiyo jina itafanya upate kila kitu ambacho unahitaji
uponyaji katika jina la Yesu Kristo, na uanze kupokea baraka zako inapoendelea kuhubiri Injili. Upokee baraka zako in the mighty name of Jesus, kwa sababu Yesu ana uwezo. Hiyo jina itakutoa kwa shida, hiyo jina itakutoa kwa matatizo mazito, hiyo jina itafanya amani ipatikane katika ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Chukua nafasi upate baraka zako, kwa sababu huyu mtu aliamka. Tuangalie baada ya kuamka alifanya nini? Wengi wakibarikiwa, wakipata msaada wao, wanatoka wanaenda katika njia sio nzuri. Maandiko yanaeleza kwamba huyu mwanaume baada ya kubarikiwa aliamka upesi na akaanza kurukaruka akiwa anaingia ndani ya hekalu. Wewe pia kuanzia leo, kama utaponywa, kama utapata msaada wako, kama utabarikiwa, utaenda wapi? Utatoroka uende kwa marafiki zako, ama utaenda vilabuni mahali pa kunywa pombe, utaenda kunywa pombe kule, ama utaenda kufanya nini? Huyu mwanaume alichagua kuingia hekaluni kuenda kusaidiwa. Waje useme haleluya, sema amen, sema Yesu ni Bwana. Leo hii ningependa kukwambia kwamba Mungu anapenda watu ambao anawapenda. Je, unampenda Yesu? Ama shida zako ni kutoroka kuenda kutembea na majirani kueleza shida zako? Hakuna kitu jirani atakufanyia mtani. Hakuna kitu jirani atakufanyia ndugu. Hata umwambie nini, umweleze jambo gani, na kuambia kuanzia leo ya kwamba Yesu ndiye anaweza kuwa rafiki yako wa ukweli. Hakuna mwingine ambaye anaweza kuwa rafiki yako wa ukweli. Najua umeweka kitambaa yako chini na tayari nataka uwekelee mikono kwa hiyo kitambaa na uanze kuomba wakati ambao naendelea kuongea na wewe. In the mighty name of Jesus. Unaomba ukisema kwamba Mungu, hiyo kitambaa ipate nguvu, na ikipata nguvu na Jehova atapitia hiyo kitambaa, atakusaidia na utapona in the name of Jesus. Kama ni miguu yako ndio inakuuma, na kuambia leo hii nitashika na mikono yangu sasa hivi na utaweza kubarikiwa. Wakati ambao naweka mkono wangu hivi, na wewe pia utaweka mkono wako kwenye kitambaa, na tutazidi kuomba na Mungu atatenda miujiza. Haijalishi umekaa miaka ngapi na magonjwa, haijalishi umeenda wapi na wapi, haijalishi umeteseka miaka ngapi, haijalishi wameongea juu yako kasema ya kwamba haiwezekani, lakini kile ambacho najua ya kwamba itawezekana in the mighty name of Jesus. Bora tuamini, hiyo jina iko na nguvu, hiyo jina imeinua watu wengi, hiyo jina mimi ni mmoja ambao nimeinuliwa na hilo jina katika jina la Yesu Kristo. Ningependa nikwambia kwamba na kuona mali yuko sasa hivi, kuna yule ambaye ameketi kwenye kiti pale na ako na shida ambayo ako nayo, anasumbuliwa na tumbo, na kuambia kwamba hiyo tumbo itaisha na upokee uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Hiyo shida ya tumbo iweze kuisha katika jina la Yesu Kristo. Naona kijana mmoja amekosa kazi, naona ndugu mmoja amekosa kazi, ndugu mmoja anateseka, hana maisha mazuri. Kuanzia leo narudisha maisha yako vizuri na upate kazi katika jina la Yesu Kristo. Maana huyu mwanaume aliamshwa na kaamka kwa kile tulipotaja hiyo jina. Petro Yohana alipotaja hiyo jina, mwanaume aliamka na akaanza kumwabudu Bwana. Wewe pia kuanzia leo ukianza kupona utaanza kuabudu Mwenyezi Mungu wetu, kwa sababu huyo Mungu ni Mungu wa baraka. Naona mtu hapa ambaye ana shida kuumwa na kichwa, naona mtu hapa ana shida kuumwa na kichwa, na regeza hiyo shida iweze kutoroka katika jina la Kristo, na narudisha baraka zako, anza kupona katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu hapa ambao alichukuliwa pesa zake, na hiyo pesa amefuata muda mrefu sana ili aweze kupata pesa tena, lakini imekuwa ngumu. Na regeza hiyo pesa zako uweze kulipwa tena in the mighty name of Jesus, kwa sababu huyu mtu alirudishwa miguu yake. Miguu alikuwa nao, lakini ilimalizwa na wachawi, ilimalizwa na waganga ikiwa aweze tembea. Lakini walipotaja jina la Yesu Kristo, miguu ilirudi vile ilivyokuwa, miguu ilirudi vizuri. Lakini mwanaume akaanza kuamka na kutangazia, amka mahali umekaa, amka, biashara yako iweze kuamka katika jina la Yesu Kristo. Na inua hiyo biashara yako ianze kuamka katika jina la Yesu Kristo. Hiyo gari ambayo inakusumbua mali yuko, hiyo gari ambayo tangu ununue inakuletea shida, inakuletea hasara, inakuletea shida saa yote, inahitaji tu kupelekwa kwa garage. Kuanzia leo hiyo gari itatulia katika jina la Yesu Kristo, na upokee baraka ya uponyaji, na upokee baraka ya utukufu wa Bwana ikaingie ndani yako in the mighty name of Jesus. Haijalishi wamekudharau, haijalishi wamesema jambo gani kwako, lakini kile ambacho anajua, ile najua hiyo jina iko na nguvu na kila kitu inawezekana in the mighty name of Jesus. Kwa sababu mwanaume alishikwa miguu yake, aliposhikwa miguu yake, jina la Yesu lilipotajwa, na
ajaribu kutembea, ilikuwa ngumu, akashikwa mikono yake. Aliposhikwa mikono na nyayo za miguu yake zikatia nguvu na akaweza kuwa vizuri. Hata leo hii hiyo kitambaa ambayo iko pale kwa meza, niko na hakika ya kwamba utachukua hiyo kitambaa, wakati ambao tunaendelea kuomba, tukianza kuomba utaanza kushika na mahali ambayo inakuuma, hata kama ni mguu linakuuma, hata kama ni kifua linakuuma, in the name of Jesus. Naona kama hiyo jina itaingia ndani ya hiyo kitambaa na itaanza kuondoa hiyo magonjwa na visirani zote zinaondoka katika jina la Yesu Kristo. Niko na hakika ya kwamba utabarikiwa. Haijalishi umeteseka miaka ngapi, haijalishi hujajenga nyumba nyumbani. Pengine uko hapa na umejaribu kupanga kwenda kujenga nyumba nyumbani. Wakati umesaweka pesa yako unaenda kujenga nyumba nyumbani, unaona kuna maroho za giza zinakuja mbele yako. Maroho za giza zinakuja mbele yako, zinazuia usiende kujenga nyumba. Leo nakutangazia, kama yule mtu aliyekuwa kiwete alishikwa mikono yake na kaamka, leo hii nakushika mikono yako, anza kuamka, enda ukajenge hiyo nyumba nyumbani, enda ukajenge hiyo nyumba nyumbani. Fungua moyo wako, kwa sababu baraka inakuja katika jina la Yesu Kristo. Nazidi kutangaza ya kwamba jina hiyo haijawahi shindwa, kwa sababu wakati ambao ule mtu alikuwa kiwete, kuna yule alimweka akawa kiwete, kuna yule alimweka chini. Vile wewe pia biashara yako inafifia chini, kuna yule ameshughulika. Kuna yule alienda kwa mganga fulani kukuweka chini. Kuna yule alienda kwa daktari fulani ambao sio mzuri akakuweka chini. Leo nataka nikuamshe mahali umekaa katika jina la Yesu Kristo. Anza kwenda kujenga nyumba. Anza kufungua biashara mzuri. Fungua hiyo biashara mzuri. Fungua hiyo biashara mzuri na iendelee, na biashara ianze kunawiri vizuri, mambo iwe mzuri katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba kama huyo mwanaume aliweza kuenda kusifu Mungu, wewe na utajiri wako, wewe na nguvu zako, utaenda kanisani pale na utaenda kumwabudu Mungu, kusema Yesu ni Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nafurahia sana wapendwa, wengi wamebarikiwa kwa hili jina. Wapendwa, dunia ni mbaya, lazima ushike hilo jina. Hiyo jina litakuongoza katika barabara unapotembea. Hebu angalia vile ajali imezidi, watu wanakufa kila siku, watu wanatezeka, majali imezidi. Lakini ningependa nikueleze, in the mighty name of Jesus, hiyo jina ukiwa nayo utatembea, utasafiri salama kwa gari bila shida yote katika jina la Yesu Kristo. Naona Yesu anakuguza mahali yuko, hiyo shida zote zinakwisha, hiyo tatizo ya tumbo inaisha, ndio hiyo miguu yako inaanza kuwa mzuri. Nasikia unaanza kupona, unaanza kupona, unaanza kupona, unaanza kupona katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu anatenda, kwa sababu hilo jina liko na nguvu. Jina la Yesu Kristo imetenda mengi. Jina la Yesu Kristo imefanya makuu. Imetangazwa ya kwamba kiwete kasimama, kiwete kaenda kanisani kama anafurahia. Leo utabeba mali yako, utaenda kanisani. Leo utakuja kanisa ukijua ya kwamba Yesu ni Bwana katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikueleze ya kwamba hata Ayubu aliwekwa chini. Wakati wana wa Mungu alipokwenda kuomba Mungu, kwenda kuomba mbele zake Mwenyezi Mungu, Shetani akaomba nafasi aende akatese Ayubu na akamaliza mali yake yote. Baada ya kumaliza mali yake yote, wapendwa, Ayubu alisimama na Mungu akasema, sitamtoroka Jehova, sitamtoroka Mungu wangu, na nitazidi kumwabudu. Hiyo jina peke yake iliregeza ile utajiri. Wewe pia leo hii, hata kama unateswa kiasi gani, mganga alienda akachinja mbuzi juu yako na kuambia kuanzia leo, in the mighty name of Jesus, na haribu hiyo madhabahu mbaya, na haribu hiyo madhabahu mbaya. Hata kama nyumbani kwenu mlikuwa waganga, mlikuwa watu wa kuharibu ama kuua watu, na hiyo damu, hizo maroho zinakufuata, in the mighty name of Jesus, hizo maroho navunja hiyo laana, navunja madhabahu mbaya nyumbani kwenu, na upokee jina la Yesu Kristo ambayo itasimama na wewe milele katika jina la Yesu Kristo. Hata ikawa walitembea, walichukua nini na nini, walichukua nguo yako ndogo, walichukua hata viatu yako, walichukua chochote wakaenda nao kwa mganga kukufunga, leo naregeza, kwa sababu hiyo jina iko na nguvu. Naregeza. Haijalishi walifanya wapi, mimi najua ya kwamba hiyo jina tukitaja, hiyo jina ina nguvu, hiyo jina ina nguvu. Pokea baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Hata kama waliruhusa majini ya kuharibu kusamba yako, waliruhusa majini ya kuua zile wanyama wote unaweka kwa boma, naanza kuharibu kuanzia leo. Navunja hiyo jini, inatoka hiyo jini inatoka, wacha hiyo jini itoke in the mighty name of Jesus. Wacha itoke katika
jina la Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ni mweza. Hiyo jina inatenda makuu. Hiyo jina iliyofanya kiwete akaamka, hiyo jina ambayo ilifanya kiwete akaingia hekaluni, leo utaamka. Haijalishi umekaa na shida miaka ngapi, haijalishi hata mgonjwa wako yuko Kenyatta, haijalishi mgonjwa wako yuko Kenyatta, najua pengine amekaa miezi miwili ama miezi tatu kama anagonjeka. Hiyo jina ambayo anatuma, hiyo jina ambayo anatuma, hiyo jina ambayo anatuma ianze kuponya huyo mtu, ponya huyo mgonjwa, huyo mwanamke aweze kupona katika jina la Yesu Kristo, na inawezekana in the mighty name of Jesus. Najua hilo jina liko na uwezo. Wapendwa, nashukuru sana wale wote ambao mmenitazama. Chukua ile kitambaa sasa, weka chini, wekelea mikono yako miwili juu, anza kuongea na Mungu, anza kuongea na Mungu. Haijalishi kuna shida gani, naona Jehova anatenda. Na uchukue hiyo kitambaa, anza kupanguza nao miguu yako mali na kuma. Haijalishi imefura, wewe panguza miguu, ama panguza kifua, panguza hiyo macho. Kama unaumwa na kichwa, panguza hiyo macho, panguza hiyo kichwa, wekelea juu ya kichwa. Omba tu Mungu, naona kama uponyaji inaingia katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akubariki sana wapendwa, katika haya yote ambao nimesema. Mungu akubariki. Mimi ni Nabii Alois Barikiwa. Kanisa langu vile nimekueleza kwamba yuko hapa Choka. Njoo tuabudu Mungu pamoja na wewe. Chukua gari pale Nairobi, KBS pale namba 39, kuja Kagundo Road. Ukifika pale Karao State, hiyo namba iko hapo chini ya screen yako. Jaribu kupiga hiyo namba na kuchukua. Na ukitaka kusupport kazi ya Bwana, tuma sadaka hapo na Mungu atakubariki. Tuma sadaka ili kipindi iweze kuendelea katika jina la Yesu Kristo, na Mungu akubariki, na tuonane tena wiki ijayo kama saa hii. Amen.